Hujambo na karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu, Siamini Kama Umeondoka. Kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni sehemu ya 6 ya simulizi yetu. Karibu kwenye kituo cha maumivu ambapo moyo unajifunza kusema kwaheri bila kupenda. Kuna ukimya ambao unakuambia kuwa kila kitu kimekwisha, hata kama huna ujasiri wa kukubali. Usiku ule, baada ya Rehema kuniambia kuwa kuna vitu vinakuja bila kuvitarajia, nilijua kuwa kitu hicho tayari kimeshafika na kimekuja kunifuta mimi kwenye ramani ya maisha yake. Nilitazama migongo yetu kitandani. Kati yangu na yeye kulikuwa na pengo kubwa kuliko bahari. Nilijaribu kukumbuka harufu ya udongo wa Lusanga. Nilijaribu kukumbuka pia sauti yake alipokuwa akiniambia, Juma, nitakupenda mpaka kifo kitutenganishe. Lakini mjini kifo hakiji kwa kuzikwa udongoni. Mjini kifo kinakuja kwa kusalitiwa na mtu unayempenda. Kulikucha na hii ilikuwa imetimu saa 4 za asubuhi. Jua la Dar es Salaam lilikuwa limeanza kuchomoza kwa hasira, likiingiza miale yake kupitia matundu ya dari yetu ya kule Mabibo. Rehema hakupika chai siku ile, hakugusa sufuria. Alikuwa bize akifunga begi lake la nguo. Kila vazi alilokuwa akilitupa ndani ya begi nilihisi kama jiwe linalotupa moyoni mwangu. Nilimuita, Rehema, hata huniambii unakwenda wapi? Hata huniambii basi nijue kosa langu nini? Rehema alisimama, alivuta pumzi ndefu, kisha akageuka. Macho yake yalikuwa baridi kama barafu. Alinitaja kwa jina langu, Juma, lakini namna alivyoitaja alikuwa na ule utamu wa asali, ilikuwa na ladha ya shubiri. Kisha akasema, Juma, wewe ni mwanaume mzuri, lakini wema haujengi magorofa. Wema haulipi kodi ya nyumba nzuri. Mimi nimechoka kuishi kwenye chumba kinachovuja joto na harufu ya umaskini. Nilikuja mjini kutafuta maisha, sio kutafuta uvumilivu. Maneno yale yalikuwa makali kuliko wembe. Nilihisi mwili unakufa ganzi. Ghafla nje ya mlango wetu nilitazama dirishani, nikaliona gari jeusi la kifahari aina ya Range Rover likipiga honi. Mlio ule ulikuwa kama amri ya kumfanya Rehema anyanyue begi lake kisha kufungua mlango na kutoka nje. Sikuvumilia. Nilimfuata kama mwenda wazimu, huku miguu yangu ikiwa haina viatu, huku nikiwa nimevaa fulana yangu iliyochanika kwa pani. Nje ya mlango alisimama mwanaume mmoja mtanashati, aliyevaa suti nyepesi ya miwani ya bei mbaya. Alikuwa ameegemea kwenye lile gari akimtazama Rehema kwa tabasamu, kisha akanitazama mimi kuanzia kichwani mpaka miguuni. Alitupa kicheko cha dharau ambacho kiliashiria kuwa mimi si lolote kwake. Kisha akahoji, huyu ndio yule Juma? Yule mwanaume aliuliza kwa dharau akimwangalia Rehema. Rehema kusema neno lolote. Alifunguliwa mlango wa gari akapanda. Kabla mlango haujafungwa, Rehema alinitazama kwa mara ya mwisho kupitia kioo na kusema, kwaheri Juma, usinitafute, hapa ndipo tulipofika. Kisha mlango ukafungwa. Gari liliondoka kwa kasi, likiniachia vumbi na harufu ya manukato ya gharama ambayo sikuwa nayajua. Nilibaki nimesimama katikati ya barabara ya vumbi, huku majirani wakianza kuchungulia madirishani wakinong'onezana. Nilikuwa kituko cha mtaa siku ile. Hatimaye nilirudi ndani ya kile chumba. Kila kitu kilikuwa kimebadilika. Harufu ya Rehema ilikuwa bado inaning'inia hewani,
ikinihusudu. Nilikaa kwenye sakafu ya saruji, nikaziba uso wangu kwa mikono yangu yenye sugu. Ilihisi kama dunia imenigeuka. Siamini kama Rehema wangu, binti wa kijijini aliyekuwa akinitetemekea, leo ameniacha. Hii ilikuwa ni sehemu ya 6 ya simulizi Siamini Kama Umeondoka. Basi usikose sehemu ya 7, sehemu ambayo nitaamua la kufanya. Nitachukua maamuzi magumu. Swali ni je, nitamfuata Rehema au nitaanza maisha mapya ya kisasi? Kama simulizi hii inakugusa kwa namna yoyote, basi usiache ku like, comment na share. Sauti ni ya Kali JR na hii ni Cover Media. Kupitia simulizi tunagusa maisha.